Siku moja nikiwa naumwa, nilimwambia girlfriend wangu kwamba hatutaweza kuonana. Yeye alikuja bila taarifa, alinikuta nakula. Baada ya kusikia sauti yake anagonga hodi, ilinibidi nifiche chakula changu maana nilikuwa ni mchoyo sana. Alifika akaniulizia hali yangu naendeleaje, nikamwambia nina dawa nyingi sana, ndio maana nimeweza kulala na pia nina njaa kali. Lakini kumbe alikuwa ameniletea juisi pamoja na chakula, akiamini mimi ni mgonjwa, sitaweza kupika mwenyewe wala kwenda dukani kununua kitu chochote. Hivyo basi aliamini majukumu yote kama vile kuosha vyombo, kuniwekea chakula, kunilisha ni majukumu yake, na yeye hakusita alifanya hivyo. Ndio nikaamini kipindi alivyoniambia kwamba yeye ni miongoni mwa wanawake bora zaidi kuwahi kutokea barani Afrika. Kwa sababu chips zile zilikuwa ni tamu sana na mimi nilikuwa ni mgonjwa feki, ilinichukua dakika 5 tu chips zote kuzimaliza. Baada ya kumaliza kula chakula, mwanamke yule mwenye roho nzuri ilibidi anipeleke ndani kwenda kupumzika, akiamini kabisa mimi ni mgonjwa maana nilikuwa fundi kwenye kuigiza. Niliweza kujilegeza haswa kuliko mgonjwa yeyote, hata kuliko wale waliozidiwa. Kisha niliachiwa kitita kirefu cha shilingi 10,000. Kisha kaniaga kuwa anaondoka, atakuja tena baadaye. Nilijisikia vibaya kidogo, ila sikujali kwa sababu nilikuwa na roho mbaya sana.